Asante. Kwanza ni washukuru watu wote ambao wanafuatilia, wanafanya kazi njema sana, na tangu ambapo tumetoka na mpaka hapa tulipofikia. Kwa hiyo dada yangu, dada Meli, tunaenda tarehe 9 kwa sababu tarehe 29 hatukumaliza. Na magerezani wapo watu wengi sana, sio tu waliokamatwa kwenye maandamano. Magereza yana watu wengi ambao wamekaa miaka mingi. Mimi nimekaa gerezani na unakutana na mahabusu wamekaa miaka 6 bado ni mahabusu, hajahukumiwa. Kwa hiyo wapo wengi, ukiachana na wale ambao wanafahamika wa maandamano. Tarehe 9 tunakwenda kuitafuta Tanzania yenye haki, ambao hata wale magereza waliokaa miaka 6 miaka 7 gerezani kama mahabusu waende wakapate haki zao za msingi, na wale ambao walisingiziwa kesi waweze kulipwa fidia, kwa sababu sasa hivi hata unaweza ukasingiziwa kesi ukakaa gerezani miaka 7 mpaka 8, kama wale mashewa wa Mshu walikaa gerezani kama mahabusu miaka 8. Baadaye serikali ikasema haina nia ya kuendelea na kesi kwa sababu iliwashtaki kimakosa. Watu wamekaa gerezani miaka 8 na wakupata fidia. Kwa hiyo maandamano ya tarehe 9 ni kwenda kufungua milango ya magereza wenzetu ambao kama hawatatoka, basi baada ya tarehe 9 kila kitu kitakuwa sawa, kwa sababu tunakwenda kumalizana nao kabisa. Kwa hiyo wewe usihofu. Wewe ukipata nafasi, au mtu yeyote ambaye yuko Dar es Salaam aende gereza la Segerea, awapelekee watu sabuni, chakula, awapatie siku za Jumamosi wanaruhusu kwenda kuwaona. Nendeni mkawaone, lakini baada ya tarehe 9 mambo yote yatakuwa sawa. Kwa bila shaka, kwa kifupi ni hivyo. Kaka Sama, mimi leo nataka nizungumze jambo moja kwa ufupi sana. Na nitazungumza na TCRA kwa sababu maandamano yetu ya tarehe 9 ni maandamano ya amani. Lakini TCRA mkizima mtandao, tunajua mmepanga kutuzuru tena gizani. Hatutaruhusu tarehe 9 TCRA mzime mtandao. Hatuna mpango wowote wa kushughulika na mali ya serikali. Lakini TCRA mkizima mtandao, tunajua mnataka tena muue watu gizani. Hatutakubali. Kwa hiyo jengo la TCRA na wafanyakazi wake wa TCRA, tukizungumza tusisahau kuambia hatutaki watu wazime taa tuwe gizani. Hatutaki watu wazime mtandao tarehe 9 Disemba. Kwa hiyo ndugu zangu wafanyakazi wa TCRA, waziri mwenye zamana, viongozi wa serikali, tunataka siku ya tarehe 9 mitandao yote iwe online. Watu wafanye mambo yaonekane. Maandamano yetu ni maandamano ya amani. Tutachukua mabango kwa sababu kudai haki katika nchi ni haki ya kila Mtanzania. Kwa hiyo TCRA, msije mkasubutu kubonyeza switch. Hizo ni kodi zetu za Watanzania. Mkizima mtandao inamaanisha kuna kitu mnataka mkifanye gizani. Tulishaona tarehe 29 baada ya kumzima tu mtandao ndio mkaanza kuua watu. Kwa hiyo tarehe 9 Disemba hatutaruhusu switch ya TCRA iguswe. Mkigusa switch ya TCRA, tutakuja kwanza hapo, muwashe mtandao, ndipo tutaendelea maandamano yetu. Hatuwezi kuandamana gizani. Hiyo iko hivyo na kila mtu aelewe iko hivyo. Hilo la kwanza. La pili, ndugu zangu wa jeshi la polisi, nyie na sisi ni Watanzania. Wake zenu na wake zetu wanacheza vikoba. Mnakopa kausha damu. Watoto wenu wanasoma kwenye shule za Kayumba. Maisha yetu ni magumu, tunaumbana chumvi, tunazikana, tunafahamiana. Nyie ni baba zetu wadogo, nyie ni mama zetu. Tunafahamu mnapokaa, nyumba zenu mnazoishi tunazifahamu. Msije mkasubutu kunyanyua bunduki siku ya tarehe 9 Disemba. Hatuwezi kukimbia kurudi nyuma tarehe 9 Disemba. Mkipiga risasi tutawakimbilia. Kwa sababu kile ambacho kilitokea tarehe 29 tumejifunza nacho. Tarehe 9 hatuwezi kukiruhusu kirudie. Mkipiga risasi hatuwezi kukimbia. Kama mna gari, iwe gari binafsi, iwe gari ya serikali, tutawakimbilia. Mtaweza mkaua wawili, lakini tutawafikia. Hatuwezi kuwaacha salama. Tuacheni tarehe 9 tuandamane kwa amani, tuitetee nchi yetu ya Tanzania. Hatuna uoga, hamwezi kutuuzia uoga. Tunataka twende tukaiandike Tanzania ambayo nyinyi polisi, watumishi wa umma, watendaji, wakata, mtakwenda kufaidi maisha kwenye nchi yenu ya Tanzania. Tunataka mshahara. Leo hii mbunge analipwa mshahara wa milioni 18. Wewe polisi unapiga risasi watu na mshahara wako ni shilingi 300,000. Yaani unakwenda kuweka wabunge haramu, waenda kulipa
8, wewe shilingi 400,000 mpaka 300,000. Huo ni ujinga wa namna gani? Acha twende tukaibadilishe Tanzania yenye usawa. Tunakwenda kuambiwa pia risasi. Sema sikuwaona. Nilipiga risasi, bunduki ilijam. Usisubutu kufyatua risasi siku ya tarehe 9. Tukikuona tutadili na wewe. Hatuwezi kudili na polisi wote. Yaani yule ambaye atapiga risasi tutamfikia. Na kwa kweli hatuwezi kumwacha salama. Kwa nini utuue wakati sisi tunadai haki zetu za msingi? Hilo la pili. Jambo jingine, ndugu zangu waandamanaji, kuanzia sasa, of course kuna watu wako tayari wameshaanza kutengeneza mabango. Mabango ni muhimu sana. Tunataka katiba mpya, tunataka tume huru ya uchaguzi, tunataka mahakama huru, tunataka haki za wenzetu ziheshimiwe, tunataka waliotekwa wote warejeshe. Haya ni mabango. Na sasa hivi hapa TikTok wameblock. Mimi kwenye mitandao yangu kila siku naona comment, ndugu zangu, hapa kuna watu 5,000. Ukitoka hapa, hii elimu ambayo unapata hapa isiwe ya kwako peke yako. Ukiuko mtaani mtu akikuambieni watu kama TikTok bila VPN Tanzania huwezi kuingia. Ukikutana na mtu mdownloadie VPN ambayo unatumia. Hii kazi iwe shirikishi. Sio kwamba ukipata access ya kuja TikTok unafanya iwe peke yako. Mwambie jirani yako kwamba download VPN. Kuna mijadala mizuri inaendelea hapa TikTok. Shika simu yake, download VPN. Kama ana TikTok muwekee kwenye simu. Tulifanya hivyo kwenye Clubhouse. Mwambie ndugu yako, mwambie shangazi yako, mwambie mdogo wako aje hapa kwenye mjadala. Tunataka mjadala hii kesho na kesho kutwa tukikutana hapa tuwe watu zaidi ya 30,000. Watu 5,000. Tanzania ina watu milioni 60. Mnafanya nini? Ukitoka hapa kesho, njoo na mwenzako. Yaani hakikisha kila mtu kesho njoo na mwenzako hapa. Kama atumii mwambie ingia. Mwelekeze jinsi ya kutumia TikTok ili tufikishe ujumbe mkubwa sana kwa Watanzania wote kuelekea siku ya tarehe 9. Na elimu hii mwambie ndugu yako, ewe diaspora, kama upo Tanzania, wapigie simu nyumbani, waambie tarehe 9 msipotoka, kuanzia sasa siwezi kutuma pesa yoyote ya matumizi. Lazima tuwagane. Ewe mzazi ambao umetoka Iringa, umeacha kijana umetoka Iringa upo Dar es Salaam kutafuta maisha, umetoka Moshi uko Dar es Salaam kutafuta maisha, wapigie simu wazazi wako walikowaacha. Waambie tarehe 9 wao familia yenu isipotoka kuandamana hautatoa msaada wa aina yoyote, kwa sababu msaada wa pekee ni kubadilisha Tanzania ambayo tunaipata siku ya tarehe 9. Kila mtu afikishe ujumbe. Wakazi wa Dodoma, nyinyi mnalima zabibu, mmekuwa maskini ombaomba sababu serikali iwatafutie soko. Tokeni hapo, kuna bunge hapo. Nendeni bungeni. Hilo bunge linapaswa kuwa na wabunge halali, kuna wabunge haramu. Nendeni mkawasalimie. Tarehe 9 tunataka tufanye ukombozi wa pili. Hii kazi sio ya Sama, sio ya Mwaipaya, sio ya Sativa, ni kazi ya Watanzania wote, kwa sababu hii nchi ni ya Watanzania wote. Leo tunakutana kwenye bunge kama hili, bunge la wananchi, kwa sababu bunge la Dodoma ni bunge la panya, ukoo wa panya wote ni wezi. Baba mwizi, mama mwizi, shangazi mwizi. Kwenye ukoo wa panya kuna mtu ambaye sio mwizi. Twende tarehe 9 tukaiandike Tanzania ambayo tunaitaka. Hawana risasi za kutosha, hawana mabomu ya machozi ya kutosha, hawana mahakama za kutosha kutufunga wote, hawana magereza za kutosha kutuhifadhi. Lazima tunakwenda kushinda siku ya tarehe 29, siku ya tarehe 9 Disemba. Kila mtu kuanzia sasa, chukua box, kaa chumbani kwako, andika ujumbe wa maandamano. Chukua box, kaa chumbani kwako, andika ujumbe wa maandamano. Siku ya maandamano, toka na ujumbe wako, twende tukaandamane. Hakuna mtu yoyote atatugusa siku ya tarehe 9 Disemba. Ndio kama ambavyo hawakuamini kilichotokea siku ya tarehe 29, ndipo tunakwenda kuwa surprise siku ya tarehe 9. Mapema kabisa saa 6 mchana kamili tumeshamalizana na nchi yetu ya Tanzania. Baada ya hapo kila mmoja atakuwa yuko shujaa. Kuwa shujaa, shiriki katika historia ya tarehe 9 ikiandikwa, na wewe ni miongoni mwa utakuja kuisoma historia hiyo. Kizazi chako, watoto wako, namalizia, watakuja kuisoma historia hiyo kama kila Mtanzania alishiriki kuiandika historia njema kwenye taifa letu la Tanzania. Kaka Sama, Mungu atubariki sana. Tumetoka mbali, hapa tulipofika sio lele mama. Tunakwenda kuikamilisha hii kazi na kila mtu atakumbuka kwa kazi ambayo ameifanya. Asante sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana.